he was going milima kuzungumuza mambo ya miradi ambaye aliahidi watu. He is a politician. Why mistaking saying that he went there politics? He was elected politically. And he promised what he can do. And for him to go there to assess and to know what is going on, politically, economically, it is the best for any president. My sister umesema hapa, pengine anapenda kujirembesha. Even you hapa K24, mnashindana kujirembesha. Kila mtu lazima ajirembeshe. My sister, yeah, you must do competition. Lakini John Maka hapo ametaja kwamba mbunge anazindua mradi ameufanyia kazi mwenyewe na fedha za hifadhi ama hazina ya eneo bunge, alafu baadaye rais anakuja anauzindua kana kwamba ni mradi wake. Katika jitihada tu za kupata uungwaji mkono. Let me help you, my sister. Naam. Three arms of the government. Three arms of the government. Parliament, judiciary, executive. They are all independent to do their own thing, but they are not independent from the president. He is the person who was elected with the highest vote. Kuna za MCA, za mjumbe, za senator, it's not the same with the president. And you and me and the other person, we voted democratic and we elected him to be in that position. Let me tell you, it's only that we are so selfish because all this money comes from one basket. If there is respect within everybody, it is ours. And it is for helping ourselves to any project. But because we have some other things inside, tumefika pahali tukakuwa mambo ya bitterness, hii ni region fulani, hii ni region fulani, hii ni region fulani, na mimi nashangaa. When the president was going western and all other places, were there not money being passed? There was. If he was giving money in Central, the mobilization in politics, it is a normal thing. You must mobilize people. Munasema deep. Kama deep ndio itafanya watu wakuje pahali liko niongee siasa. That is politics and it is allowed. Let people come and listen. And again, my sister, let me tell you. I'm happy if people are saying that the president was giving, what people have been given 5,000 what? Do you know mashinani kupea mama 5,000? Atafungua stock yake. 5,000 only. Atakaa barabara, mandizi itakuja, mahindi itakuja na atafanya biashara. This is part of the evolution. Let me remind you on one thing I want you to assess. In America, you cannot finish a month without one holiday or two holidays. Why? I came to realize, I asked my daughter, she is there, why are these holidays so many in America? And she told me this. It is part of the evolution. Because when there's holiday, Americans wanatembea kapisa. They eat, they flow their cars, they see their sister, they see what, and the money goes down. Everybody will touch that money. So me, I will say, the visiting of the president in Mlima as a president, actually many people have started saying, oh, Ngojiri is changing, Ngojiri is changing to go where? I worked with Moi, I worked with Kibaki, I worked with Uhuru, I'm with a lot of 4 presidents. Siwezi kosa kuwa na kaakili kidogo ya kujua what I'm talking about peace. Because the peace is the most important in this country. Na nikwambia mami, usinikate kwa sababu umesikia nimeenda direction ile utaki. Haya, tumalizie sekunde 30. Sekunde 30. Yes. So, the president to go there, iko na faida mbili. Watu wengi walifikiria, kama vile alienda Mathare hapa, watu kunyaganya watu, kwa takatana, kuchomana na kisu. We proved to the people of Central, si watu wa vita, si watu wa kunyaganya watu vitu zao. I have not had any claim ya watu kunyaganywa simu na vitu zao. Watu ya Mlima ni kuangalia na macho na kusikiza. Then the president himself, saa hii pahali yako, alisema kitu mzuri sana, nafurahia. Ati mimi nifanyeni interview, within miaka 5 ile mambo nimewaambia, ninakuja kuomba kura. Kama sitafanya mzuri,
Uninyime kura. Haya, asante sana. And that is good. Asante sana kwa maoni yako. Ningependa kuchukua fursa hii kumpisha mwenzangu Linda Koskei ambaye yupo katika studio nyingine upande huu mwingine wa studio. Atupatie maoni ya Wakenya kuhusiana na hii mada na vile vile kuhusiana na hisia tu kwa ujumla kwamba je, ni lazima rais aje sehemu ulipo ndio eneo hilo liweze kupata maendeleo ama ni haki ya kila Mkenya kuhakikisha kwamba sehemu lake lina maendeleo licha ya ziara hizo za rais. Basi Linda, kama unanipata, kazi kwako. Well, Busara, thank you so much. We switch gears now, and we are still keeping a keen eye on what's happening across the country. Remember, this is a wall-to-wall coverage, and our correspondents are right on time, and they've given us vast reactions, but we still have those who are still at home and wanted to share their thoughts on this particular topic today. Na kwa Kiswahili, swali lilikuwa, je, ziara za rais zinaleta maendeleo mahali upo? Let's get some feedback. Let's see what Kenyans are saying in the social media platform K24 TV as well as Kameme TV Kenya. Lucy Wamboi, ni aibu kuona kwamba kila ziara ya rais anakuja na miradi ambayo hakuna maendeleo. Siku hizi nimeona kwanza yeye ni TikToker. Allah. Let's see. George Ochieng, ziara za rais ni kama sherehe za kisiasa zaidi kuliko za maendeleo. Baada ya ziara tunasikia ahadi nyingi, lakini hakuna kinachotekelezwa. Maisha ya watu hayajabadilika na wananchi wanaendelea kuwa maskini. Huyo ni George. Jen Muthoni, hata kama rais anaahidi mengi wakati wa ziara, hakuna kinachobadilika baada ya kuondoka. Huyo ni Jen. Alhames, kuna maendeleo ama niko nchi nyingine? Well, he's asking a question there. Jesus Mwaniki, wow, Jesus. Rais ako ziara za siasa, can a whole president relaunch sewage pipes 2022-2023 class in Laikipia among other projects? In addition, the whole journey was a last mile electricity connectivity mile, but he launched same vehicles with the same drivers, same posts. Kiharu member MP's projects were better than all projects he launched. That's Jesus Mwaniki. Cyprian Omwenga, ziara ya rais haina maana kamwe, kwani maendeleo ya mashinani jukumu la MCAs, MPs, women rep na governor. Jackso 64, no development at all. You can't go around relaunching all projects that have been launched several times before by yourself. Aren't ashamed of yourself? Well, aren't you ashamed of yourself for lying to the citizens? How does a president launch a tuition block? Something a teacher on duty can do, surely. Where, Jackso? Okay. Let's take a look at another Kenyan. Juma Ibrahim. Wakati rais, that's on Facebook, wakati rais akiwa hapa mambo yanaonekana kuwa mazuri. Lakini baada ya kuondoka kila kitu kinarudi nyuma. Tunaendelea kuishi katika hali ya duni. Hali duni. Martha Njeri, still on Facebook, hakuna cha maana kinachotekelezwa. Miradi ya maendeleo ni ya muda mfupi, ama ajipige kifua kwa kazi hajafanya, ama atakuja kulaunch nest. Sijui ni nest gani hiyo. David Kamau, rais anakuja, anatoa ahadi nyingi, lakini baada ya ziara mambo yanarudi vile vile. Watu wa kawaida hawaoni mabadiliko yoyote yanayotokana na ziara hizo. Well, I don't know whether we have some more. Yes, on Facebook. Fatuma Ali, tunaona picha nzuri za rais na viongozi wakiwa wamesimama mbele ya kamera, lakini wakati rais anaondoka, hali ya maisha ya mwananchi haina mabadiliko yoyote. That's on Facebook. Njoroge Mutisye, hakuna mipango madhubuti ya kuhakikisha kwamba miradi za maendeleo zinatekelezwa kwa manufaa ya wananchi. Hali bado ni mbaya kwa wengi wetu. Anakopa, sisi tunalipa. Enyewe huu ni mchezo wa town. That's Njoroge Mutisye. I don't know whether we still have some more from Kenyans. Remember, you can reach us on our Facebook platform at K24 TV and at Kameme TV Kenya on Facebook, as well as X. You can find us on K24 TV and Kameme TV Kenya still on X. We continue to sample your feedback, and we'll be sure to sample them right here. So I think right now we have Majibu Kitsao from Nyeri County. I don't know whether you can hear me well. Majibu, take it away.
Nilikwambia hapa hatuashi tu moto wa siasa, moto wa fikra baada ya ziara ya Rais William Ruto eneo hili la Mlima Kenya. Moja kwa moja kutoka Gladstone House Resort. Wamenipatia mukimo hiyo Nairobi nadhani mpaka next week, sirudi sahi. Nirudi kwenye mada, nilikuwa nazungumza naye Lewis. Umesema mlima umeenda kwa kauli yako mwenyewe. Unasema kwa sasa ni wa Munyoro kusema eneo hili la Mlima Kenya, haswa katika kaunti ya Nyeri tulioko hivi sasa. Je, mnataka nini haswa kutoka kwa hii serikali? Asante sana. Kile ambacho sisi kama wananchi tunataka ni kuwa tunataka kuona kazi ambayo hao watu walio kwenye ofisi hizi wanafanya. For example, I come from Kamakomo ward. Since 2016, there has been a water project the people of Kamakomo have been asking for. That is what we are expecting. The president will come and tell us, or bring finances onto that. And the reason as to why I mentioned about the 6 million that was used in Laikipia West constituency, it is because the reason as to why that project has not been happening is the financing that is there. If I just do a tally of the mobilization that was there, around more than 300 million was used. That money will have assisted the people of Kamakomo. That is all what I am standing for. The people of Kamakomo, what they want or what they are demanding from this government is have the feel and the texture of their taxes that they are paying. Because at some point, the people do not have an issue with paying taxes. They have an issue with how these taxes are used. The finances that is coming out from their pocket is being used. Asante, unasema wanataka uwajibikaji wa viongozi haswa kuhusiana na zile ama zile tozo za ushuru ambazo wanatozwa kazi wa kaunti hii na pia vile vile wananchi wa taifa hili la Kenya zinaweza kuwajibikia. Nije kwako bingwa, mnataka nini? Asante sana Wajibu. Kabla ya nikujibu nini ambacho tunataka, ningetaka kujibu baadhi ya maswala ambayo yamenenwa hapa. Niseme ya kwamba I'm very blessed. I come from Wamagana ward. Nafurahi kwa sababu mimi naona ndugu yangu Slim ambaye alishiriki katika harambee ya kunipeleka shule ya upili. And I'm very sad that Mwai Kibaki is not alive to see the fruits of free education. You know, it is in school that I learned about rationality and outcome harvest. When you are planning a project, you have to understand, if I'm going to invest this amount of money, what am I going to invest? You know, we elected a government that told us it is going to take us to the era of Mwai Kibaki economics. And I remember very well the words of the late Lucy Kibaki. Alisema ya kwamba, and she was very lamentive. She said that kunao viongozi ambao kazi ni kwa gari kusema tutatenda, tutafanya, lakini wakishuka kutoka kwa gari hakuna chochote ambacho wanafanya. Because tell me why a whole president would use all that money to come and launch affordable houses that are not even affordable. Tell me the rationality in that. Alafu pia majibu nakuambia, wanasema ya kwamba na wanatetea hii serikali wanasema it was all about politics of perception. Sasa nataka nikuulize hili swali. Politics of perception. You are investing a lot of money to come in Mount Kenya for a whole week for perception. Alafu Gachagua anasimama kwa TV siku mzima anabomoa ukweli. So even though that perception is gone, the people he expected to feel that his presence in Mount Kenya was appreciated now feel that indeed it wasn't, because now truth is coming out. Alafu pia majibu niseme hivi ya kwamba lazima kama wananchi tuitishe kitu ambacho tunaitanga accountability. Sisi tulikuchagua na tukakupa kazi. Wajua kama mimi sina kazi, so hivyo mimi nina muda mwingi sana wa kuchapa siasa. Lakini rais tulimpa kura ende akafanye kazi, na hivi natuma sana tukumuona juu ya magari akienda kuzidua miradi ambayo inazuduliwa kwa mara ya 6 ya 7, na hilo jambo linatuudhi sana. Asante. Nipate kauli ya Bwana Muriithi kabla nije kwa Johnny. Nipate kauli yake vile vile. Amezungumza swala nyeti kabisa kuhusiana ile miradi ambayo Rais William Ruto aliweza kuzindua. Kuna kwa mfano tu ile barabara ya Rutune, nadhani sijakosea, iliweza kuzinduliwa nadhani juzi, ilikuwa kwa mara ya 5 hivi sasa. Utazungumziaje swala hilo, na je, rais alikuwa na miradi ya kuzindua kweli ama ilikuwa tu anakuja huyu tufanye hivi na hivi na siasa tu juu yake? Asante sana majibu.
allow me to speak in English. The first thing that I want to say is that I've had allegations about people being paid to come out and see the president. Wakati rais alifanya siasa, aliwaita wa mama mboga na vijana wa bodaboda wawe washirika katika serikali yake. Siku ambayo rais amekuja hapa, wana bodaboda na mama mboga wakatokea, lakini wanasema walilipwa. Utazungumzaje kauli hiyo? Lile jambo ambalo wamesema, na wengi wa wale ambao wameongea hapa wamesema nilisikia. Wamesema kwamba walisikia. We cannot deal and we cannot drive this country forward based on hearsay. And that is exactly what these fellas are bringing here. Manake kuna mtu pahali ambaye ameketi anawafunza kudanganya. Kila saa wanataka wadanganye. Kama sasa hivi kidogo tunaambiwa kwamba mfumo wa SHA haufanyi kazi. Personally, people who know me well, people who know me like Kajonino, about a month and a half ago nililala hospitali, a private hospital, na SHA ilinilipia kila kitu, every single coin. Ili kulipia kwa sababu wewe unatetea serikali ama? Hapana, manake kwenye system hata sijulikani kwamba natetea serikali ama sitetei serikali. Kitu cha pili, wakati ambapo watu wanataka kueneza uvumi na kusema kwamba serikali sijui taxes are not working, let us talk about the 76,000 teachers who have been employed by this government. Let us talk about the strengthening of the shilling from 169 shillings to 129 shillings against the dollar. Kwa hiyo kwa kifupi, Bwana Mureithi, unasema kwamba wale watu ambao waliweza kuhudhuria zile hafla za rais, ziara katika kaunti 8 eneo hili la Mlima Kenya, walienda kwa hiari yao, hakuna hata mmoja ambaye alipatwa hela? Wale wote ni mama mboga na watu wa bodaboda ambao walitokea kumuona rais wao ambaye aliwaita washiriki serikali. Na nikimalizia ile kauli nataka kusema hivi. The people, nimesikia watu wakisema sijui mlima umeteleza, sijui rais, sijui his supporters swindled. What I want to tell people is this. People in Mount Kenya region are not idle. People in Mount Kenya region are working. People in Mount Kenya region do not have time for politics. Wanajua kwamba uchaguzi utakuja 2027, na hiyo ndo ukweli. Hapo ndo tutajua ukweli kama mlima umeenda ama hujaenda wakati tutafika 2027. Lakini kwa sasa wanafanya kazi, wanashirikiana na hii serikali, na president apewe ruhusa aje hapa, manake he is a contractor. Tulimpa kazi ajenge uchumi, na yeye ni kama contractor ambaye huenda on site kutizama kama kazi inaendelea ama kazi haiendelei. Akija Nyeri amekuja kuangalia hilo. So tusidanganyane na tusio waongo watu wa kudanganya watu. Tunasikia hapa Lewis akisema eti barabara ya kutoka Marua hadi Kenol haijengwi, ilhali mimi mwenyewe nimeipitia ile barabara leo na tingatinga nimeziacha pale. Tukue watu wa kweli. Asante. Kwa mwenyewe anataka kujibu. Kwa sababu kwa sababu umesikia nimetajwa. Kwanza ni vizuri nimwambie, umesikia huyu ndugu hapa akisema kuwa alikuwa ina private hospital. Kwa hivyo huyu ni mtu ambaye ameshiba, na sisi tunaongelelea ule mwananchi ule Wanjiko ambaye yako huko. Ni vizuri tujibizane na tuambiane ukweli. Ni kuwa yeye ametoka eneo la Madhira. Ni vizuri, if the president was here in Mount Kenya for a development tour, tell us, he comes from Madhira constituency. Why didn't we see the president in Madhira? Does it mean Madhira there are no development projects? That is what we want to know, and that is what we want to asante sana. Nataka nimjibu. Siku ambayo ndio kwa hiari tu, siku ambayo rais alitua hapa kwenye mlima, alikuja kwenye Sagana State Lodge ambayo ipo wapi? Madhira. Sisi tunaongelea about development. Kila siku ambayo nipe wakati nikupe jibu. Every single day that the president left and went elsewhere, he came back to Sagana State Lodge, which is in Madhira constituency. In fact, he was in Madhira constituency for the longest time, more than other constituencies. Asante. Kwa kifupi tu, naomba nisikize Bwana Mureithi. Amesema kwamba hakuenda Madhira kwa mambo ya kuzindua miradi ya maendeleo, sio kulala. Si kulala kama anavyosema yeye mwenyewe. Na pia alikuwa Sagana kwa mara ya kwanza, labda akifanya mahojiano ya moja kwa moja ndio na viongozi kupitia runinga kabla ya ziara yake eneo hili la Mlima Kenya. Anauliza mbona rais hakusimama Madhira labda kuzindua miradi ya maendeleo? Na hilo jibu nimekupa. Ni kwa sababu tingatinga za ziko. Tafadhali wacha tuwe watu wangwana. Rais wakati alikuja alitua hapa kwenye Central Kenya, and he went to 9 different counties. Na kulikuwa na watu wengi sana ama tulinuia kwamba
tungetaka rais aende kila mahali, but it was not possible for him to go everywhere. So in Mathira, he had private meetings with different leaders. He had a private meeting with the women of Mathira. 1,000 women went to State Lodge to go and see the president. Kwa hivyo, masuala ya Mathira yaliongelelewa pale kwenye State Lodge. Sio lazima eti asimame afungue soko ya Marikiti Karatina ambayo amejenga ambayo ni. Asante bingwa, nipate kauli ya Joni. Pia vile vile uniambie hisia zako ni zipi kuhusiana na hili swala lazima. Asante sana Majibu. Mwanzo kuna swali ulikuwa umeuliza hapo awali. Kama ni lazima rais aje ili watu wapate maendeleo. Naweza nikasema hivi. Si lazima. Manake rais akishachaguliwa ni wajibu wa rais kuwapa wakazi wote wa Kenya hii maendeleo. So hiyo mimi naweza sema kama mtu wa Nyeri kwamba si lazima rais aje actually katika eneo lenu ili mpate maendeleo. Ile ambao inamfanya rais aje, it is the ability of the leaders who are there to lobby for the president to come, because kusema ukweli tunaambiwa mgeni njoo mwenyeji aponye. And jambo la muhimu na la ukweli ni kwamba rais akitembea eneo lako hawezi mkaachwa hivyo unless your leaders do not know how to lobby ama nyinyi hamjajipanga. Kwa hiyo wakazi wa Nyeri walipona. Kusema ukweli kulikuwa na mixed reactions. Mimi vile nimesikiza kuna wale watu ambao kwa kweli visit ya rais iliweza kutatua ile optics yenye ambao tumeambiwa hapa. Lakini pia kwa ground tunahisi na tunaona there is more complaint as to ile ambao tungetarajia. So, asante. Yeah. Asante. Mheshimiwa Rais, najua unatazama. Hizi ni kauli za wakazi wa kaunti ya Nyeri. Nije kwako bingwa, pande huu mwingine ananyosha mkono, lakini kabla nije kwako, nije kwa bingwa. Umesema unataka kumjibu seneta wako, Mheshimiwa Wahome wa Matinga. Yuko studio na nakusikiza. So mjibu. Okay, asante sana Majibu. Kwa majina tena ni Paulo Konkara. From the other side of the studio, I've heard my senator saying that he asked from the president to increase the budget on sports from the NGCDF from 2.5% isonge mbele na pia kwa county. So we know our senator, Nyeri County Senator Wahome wa Matinga, is a very good orator. And here we want to deal with facts. The 2.5% that was based to be used on sports, hiyo kwa sahi haiko. So naweza taka atueleze zaidi aliambia rais kuhusu gani. Kitu cha pili, nimesikia ameongelelea kahawa na majani chai. It is for most of the time our leaders have been talking about coffee and tea. For now, we want to hear value addition of these things. Ni rudi nyuma kidogo. Tulisikia kiongozi Mwanarika Ndindi Nyoro akiongelelea wakati alitembea huko Germany. Kahawa ya Kenya, the coffee from Kenya, is the one that is used to blend the other coffees from the other countries. So what is making us talk about the money that was paid to our raw coffee other than value addition? Nikimalizia Bwana Majibu. Here people are talking about William Ruto, others are talking about Wamunyoro, and others are talking about other people. So the young people of this country, the politics of this country have always been based on mobilization. Whether the money is there or is not there, that have been the fact of our politics in this country. It is our turn to come and revitalize the politics of this country. Nikimalizia, Wamunyoro tulisikia akiongelelea vile walikuwa wanapelekana na rais. Kama ako na ukweli ndani yake, mbona hii mambo ya fertilizer anaongelelea ilifanyika back about 2022 hapo December, aliongelelea juzi, and he have been in government up to last year. So we come back to Kalonzo Musyoka. Uniruhusu niguzilia hapo. Kalonzo Musyoka have been on the limelight talking about compensation of the Gen Zs who are at the street. Kalonzo Musyoka was a co-chair in the NADCO committee. They did not come with a framework on compensation of the people who are in the Sufuria maandamano. So our politicians have for long
wamekuwa wakitubeba sisi ni kama watu wajinga. So to the president and the politicians wenzake, as young people, we have the answer to our country. And I'm urging the young people of this country, let's come together, reason together, revitalize our country because we don't have any other Kenya. Asante. Amezungumzia swala zima, ameelekeza kauli zake kwa Rais William Ruto na pia vile vile seneta wake Mheshimiwa Wahome Wamatinga ambaye yuko studioni hivi sasa. Natumai baada ya hapa atakuwa anaweza kupata majibu kutoka kwa seneta Wahome Wamatinga. Anakusikiza hivi sasa akiwa studioni. Nipate kauli ya bingwa mwingine upande huu mwingine. Labda ametaja ama amemtaja mbunge wa Kiharu Mheshimiwa Ndindi Nyoro ambaye ni miongoni mwa viongozi ambao waliweza kunyakuliwa zile nyadhifa zao mbalimbali ambazo waliweza kuwa wanashikilia yeye pamoja na pia vile vile Justin Muturi ambao ni viongozi kutoka eneo hili la Mlima Kenya. Mbona mnasema kwamba Rais William Ruto ameweza kupoteza eneo la Mlima Kenya? Kauli yako mwenyewe. Je, hatua hiyo ya baadhi ya viongozi wakiwemo Ndindi Nyoro na kina Mheshimiwa Muturi kunyakuliwa zile nyadhifa zao ni moja wapo ya sababu ambazo zinaweza kupatia hasira, labda mnahisi kana kwamba rais anawasaliti? Hiyo inaweza kuwa it is one of the things that tunasema ametusaliti juu the moment aliingiza this bread based let me call bread based government, hakuna venye unaweza niambia umefanya ikuwe a bread based government after unatoa the stakeholders wenye mlitengeneza nao government. That is hiyo sasa ndo one of the facts that hakuna venye unaweza kuwa aina family ulete watoto wa mama mkwe wafanye ndo watoto wako, ama watoe watoto wako ufanye nini ndio uweke watoto wa mama mkwe wakuwa ndio wako. Hiyo haiwezi fanyika. Kama ilikuwa broad based wange fit in wakiwa wote as a group and as a team make this government to be a better government. But the moment umeiweka into a broad base, then you start unaanza kuondoa watu wengine. The other thing, sio kuna venye unaweza sema ati umeweka the government umeleta broad base unatoa watu a certain region. This cannot happen. Hakuna venye unaweza sema hii region ndio unaitoa au lakini the other regions bado ziko kwa government. Asante. Naona kuna bingwa anataka kukujibu. Nam. Dakika moja. Yes. Thank you so much. I would want us to talk to the mountain so that we move away from retrogressive politics. Because the shape of the Kenyan politics is the winner takes all. And unfortunately, tumetoka kuambiwa kuhusu shareholding. Eti kuna watu walichagua hii serikali, kuna wengine hawakuichagua, kuna wale watakula washibe, kuna wale hawatakula, simply because of the election the choices they made during the election. Unfortunately, the president has seen beyond that. And that's the reason why uliona kwamba rais walikosana na naibu wake wapo zamani. Manake anataka kuwa eti wale watu walichagua serikali peke yake ndo watafaidika na serikali. And that's the reason why, because a president was set by the former president Uhuru Kenyatta with the government of unity, pale ambapo walifanya handshake na Raila Amolo Odinga. The same has been replicated right now. And the people of the mountain must start admitting that this country is bigger than the mountain, and that even other tribes and other people from different geographical regions in this country also ought to be within government, enjoy trappings of power, and also lead. Sio hapa mlimani peke yake ambapo pamezaliwa watu ambao wanaweza ongoza. Tukue wangwana, tuwapende rafiki zetu, ndugu zetu kutoka tabaka baribari. Asante. Kuna jamaa anataka kukujibu pande huu mwingine, labda kujibu swali lake utasemaje? So thank you very much. I have some issues that I want to respond to him. First, on the argument of the winner take it all. Amesema lazima tukue all of us are included in the government. When we woke up as the residents to go and vote for President William Ruto, we did not vote him so that he can only give us projects as the Mount Kenya residents. The president, once elected and once he takes the oath of office, he is supposed to
lead the whole country. And there is no point that you can tell me that because Raila Odinga has joined the government, that now the president will start taking development in the Nyanza region or to the Western region. It is within the mandate of the president to take development to each and every corner of our country, even without having the person who was second or that in that government. It is also within his mandate. It is also within his mandate. It is also within his mandate to give committees to whoever he deems wise. Bwana Mredho, umeongea sana. Nipate kauli ya bingwa kando yako pia vile vile, na pia kidogo tu niweze kumaliza tena nipeane. Then he spoke on another issue that when the president came that he was in Madeira for around 6 days. Our issue as the residents of Mount Kenya, we are not even bothered on where our president sleeps. Asante. Our issue is that when the president is around now, he has spoken that there were private meetings in the state lodge. For me as a young person, I never heard of a meeting that the president had an engagement with the young people so that also we can give him the problems that we want to be addressed as young people. Asante. So, na mbona muda haunasi, nipate kauli mwanadada hapa kabla tutapatisha kipindi hiki, nitakuja kwako. Kwa kifupi tu, baadhi ya viongozi ambao ni wandani wa Rais William Ruto hivi kutoka eneo hili la Mlima Kenya wameonekana kuzomwa sana baadhi ya maeneo. Kila akisimama anazomwa na wakazi wa eneo lake wengine. Kwa mfano nitatoa mfano wa mheshimiwa mbunge wa eneo la Madeira. Ni mojawapo ya viongozi ambao hata hivi leo vile vile wameweza kuzomwa. Je, ni muda sasa Rais William Ruto aweze kubadilisha wale viongozi ambao ni wandani wake ili aweze kupata uungwaji mkono leo na Mlima Kenya? Once again, I'm Monica, natoka pale Tetu, Dedan Kimathi. Well, unajua, yes, it is true, tulipata mpaka pale kina MP wa Madeira kisimama, they are good, lakini Ruto akisimama unapata ya kwamba watu wananyamaza ili wasikize. And it's because he's still our president, by the way. Na hatuna president mwingine. The same way we don't have another Kenya. That is why even as youth, ulikuwa unatupata pale, watu walikuwa na pale kwa streets kutetea Kenya. Us, we're not even about politics. Sisi tunatetea hii Kenya, tunataka iendelee. We don't want the government to fail, because if the government fails, tutaenda wapi? Where will we go? We don't have another country. Asante. Majibu. Na mbona muda umetamatika, lakini dakika moja tu. Kuna lile swali ambalo uliuliza about viongozi kina Ndindi Nyoro na wale wengine. The reason as to watu ambao wanapiga kelele kama vile unavyosema si kwa sababu ya viongozi ambao wameondolewa. What the people want, it is just for the office of the president to deliver the mandate. Hiyo tu. Ni vile tu kuna watu ambao wanatake advantage, wanaingia hapo kidogo, wanacheza na emotions za watu. Once that is done, hata hilo swali ambalo unauliza kuhusu viongozi kama lazima rais abadilishe haitakuwepo. Na mbona muda wetu haunasi, nafaa kukamilisha kipindi kutoka eneo hili la Glasson House Resort kutoka county ya Nyeri. Asante. Najua mna mengi ambayo mngependa kuongelea, lakini muda haunasi, nafaa kurejesha studioni katika county ya Nairobi, lakini niseme asanteni sana kwanza kwenu nyinyi wakazi wa county ya Nyeri kwa kuweza kuja hapa kwa wingi kabisa kuweza kutoa maoni yenu kuhusiana na ile gumzo komavu kabisa kuhusiana na ile ziara ambayo iliweza kukamilika, ziara ya Rais William Ruto eneo hili la Mlima Kenya. Niseme pia shukrani za dhati kwa kikosi kizima nyuma ya kamera kikiongozwa na MC Dan the Hype Guru. Nasema asanteni, lakini nitamaliza vipi bila kujishukuru mimi mwenyewe. Niseme pia asante pia kwangu kwa kuweza kufanikisha matangazo haya kutoka eneo hili County 019 County ya Nyeri. Narudisha studioni kutoka County ya Nyeri kwako studio. Na asante sana Majibu Kisao kwa kikao hicho komavu. Tunarejea ndani ya studio mtazamaji. Nipo na wageni wangu ambao tunaendelea na mazungumzo tukimalizia kipindi. Wahome wa Matinga, Senator wa Nyeri John Makababu, rais wa KYO, na vile vile Kimani Ngunjiri mwanasiasa. Na vijana pale walituma maswali kwako kuuliza masuala ya wakulima na vile vile zile sensi za kukuza talanta. Kwa hivyo jibu swali lao. Asante sana, na kwanza ningetaka kuwapongeza vijana pale Nyeri
na nafikiria nitachukua na fursa nikienda weekend ni watafute, manake hii ngumu sasa itaishia hapa, ndiposa tuweze kuulizana na maswali ya undani na niwape majibu. Mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa CDF ya Rigathi Gachagua pale Mathira, na kusema kweli mimi pia mkulima namba moja. Nikijibu swali la kwanza niseme mambo ya kahawa tunajua, mimi nilikuwa nimekaa katika seneti kwenye kamati ya kilimo na tulileta sheria tukajaribu kupiga mambo msasa, lakini mpaka siku ile rais mwenyewe aliingilia akaondoa yale makateli wale walikuwa kila mtu akuwa baya akuwa mila alafu akuwa muuzaji na kuwa auctioneer, ndiposa bei ikapanda. Na ni ukweli, waangalie katika rekodi ile iko zile factories ziko saa hizi pesa ndizo zalipwa, tumeweza kupata kutoka 100 mpaka 157 factory tofauti. Hayo ni mambo ya ukweli. Kwenda mbele ameuliza swali lingine, mbona tusifanye value addition ya kahawa ndio tuweze kuuza kahawa? Lazima mtu aelewe sisi Kenya si consumers wa kahawa. Kwa hivyo kumaanisha wakati uko na ile mbegu ile tunaita bone ya kahawa, wakati uko na ile bean, ukipeleka nchi ya kigeni kama umesiaga ikiwa powder, inapoteza ile nini yake, quality yake. Kwa hivyo inawekwa kama bean mpaka uende upate yule ananunua ndio bread kahawa yake. Kwa hivyo sisi kama yetu tunatumwa ku brand, lazima tupeleke mpaka kwa yule karibu na consumer, kwa sababu ukiisiaga alafu ipeleke hivyo uanga inapoteza quality. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kahawa na kakao ni tofauti. Kakao uanga ya siago yapelekwa kama unga, kahawa yapelekwa kama mbegu, kwa sababu unataka ku maintain quality yake kwa muda mrefu. Hiyo ni jambo lazima mtu aelewe. Akauliza jambo la pili, mambo ya youth allocation. Nimwambie kama hivyo nimetaja, nilikuwa share wa CDF pale Mathira, allocation ya national government kwa youth ni only 2.5. Tumezungumza na rais na tunataka wakati tunarekebisha hili kipenge ya National Development Fund Youth Constituency, tunataka tuongeze ile kutoka 2.5 ifike hata kama ni 6-7%. Kwa nini? Ukiangalia sasa segment population, unangalia katika pyramid ya population, ile kiwango kubwa ni wanarika, ni hao watu wadogo, lakini ile pesa inayoelekezwa kwao ni kidogo sana. Kwa hivyo sisi kama watetesi wa wananchi, kama representatives of the people, tunaambia rais, we need to do a budget that corresponds to the demographic shape of our country. Hiyo ni swali ameuliza. Swali la mwisho ambao ameniuliza, talanta. Unakumbuka hii serikali imeanza talanta hela. Wakumbuka huu msimu ambao tulianza serikali ile nyingine ya curriculum based, competence based. Hii inaelekeza kusema kama wewe kipawa chako ni mtangazaji, bora uende ufanyishwe hesabu, na kwa utangazaji unahitaji hesabu. Kwa hivyo ni kumaanisha tuwajaribu kuleta mfano, na ndiposa hii serikali imeandika walimu 76,000 ndiposa tuweze kuendelea. Haya mambo wanarika labda wanataka kuangalia kuelewa, hayatafanyika kwa siku moja. Rais ametoka juzi Nyeri, hospitali haitaisha juzi, kesho kutwa. Kuna mambo ambayo inakuwa imepangiliwa, and I want to tell them waangalie kwenye mitandao, kwa sababu wengi wao ni watu kwenye mitandao, waangalie all the economic indicators of this country are positive. Haya, asante sana. Asante kwa maoni yako. Economic stimulus itaenda kwanza kupanda. I wish ningekuwa na muda nieleze, na ndiposa weekend nikija nitamtafuta Kajoni Slim panga au vijana tuje tujadiliane outside the camera, niwaambie na tuulizane maswali, ndiposa tupate suluhisho ya kaunti yetu yenyewe. Asante sana Senator. Na moja kwa moja John Makababu, umeona zile hisia za Wakenya ambazo tumesoma, umetuma maoni yao mitandaoni, na kuna baadhi ambao wanasema kidogo si lazima rais aje katika kuweza kuangazia miradi na vile vile kuzindua miradi, wakisema kwamba ni jukumu la magavana wa women rep, kuna vile vile wawakilishi wadi na wabunge. Pengine wito wako ni upi kwa viongozi wa kaunti ambao wanatazama hivi sasa, ambao kidogo jukumu lao hawalifanyi jinsi inavyofaa? Wito langu katika wale magovernors, tumeona ule audit, ule control of budget kila mara akitoa ile report anasema kwamba nusu ya wale magavana wetu ambao tumechagua katika 47 counties, most of them wanarudisha ile pesa ya development. Sababu gani? Unapata kuna miradi mingi ambayo hao wanataka kufanya, lakini ile pesa inachelewa ile development. So unapata wanarudisha pesa mingi ile ya development, na ndio maana tunapata hizi confusion mingi katika hii mambo ya ni jukumu gani, ni development gani tunawachia rais ya national government na ni gani ni ya county government. But mengine nataka kudifa kidogo na Mheshimiwa Ngunjuri aliposema kwamba tuna 3 arms of government, ambayo ni ukweli inafaa ikuwe independent, but yeye anasema kwamba haifai iwe independent from the presidency. From the presidency. No.
Nilimsikia vizuri, pengine ni kama mimi pengine siku alisema hivyo pia mimi alisema hivyo nilimsikia, na nataka kumweleza. Unajua watu wengi hapa nje perception wise wanasema kwamba vijana ni kama hawakubaliani na mambo ya serikali, wanapiga serikali sana. Hapana, vijana tumekuja tukasema wacha tuchukue umuito wa kuweka serikali on toes. Sababu gani? Tumekuwa tukiongoja watu ambao wanajiita opposition leaders. But opposition leaders wanatutumia tu. Inapofika ile rais akiwapigia simu, wanatuacha hewani, wanaenda kukaa pale na executive ambaye ni president rais. So vijana tunasema hivi, tunaweza kuwa pengine hatujui kuongea vizuri katika matelevisheni, lakini kwa sahi, kwa digitali ya sahi, tutatumia weapon yetu ambaye tumeitumia vizuri bwana Ngujiri, na umeiona tumepeleka hii serikali hadi for the first time reshuffle ya cabinet imefanywa zaidi ya mara 3. Haijafanywa sababu wazee wameleta tumbo joto katika rais ama watu wa maandamano. Ni vijana tumekuja tukarealize kwamba we have a space, an open space ambayo rais haizi control. Haiwezi kuwa venye anasema rais ana control executive, ana control parliament na ana control judiciary. Hii mtandao imemlemea bwana Kinjuri. Haya, acha moja kwa moja tuende kwako Mheshimiwa Ngujiri. Kidogo Wakenya walisema kwamba rais anakuja, anatangaza, anaweka ahadi, anazindua miradi, anapoondoka mambo yanarudi kawaida, ama mradi unachukua muda mrefu, na si mrefu tu, muda mrefu kupitiliza kutekelezwa. Kwa hivyo pengine kwa maoni yako unaweza kwamba tatizo liko wapi? Kwa nini serikali inachukua muda mrefu kutimiza ahadi ambazo wametoa? Mara nyingine inachukua hata miaka 2 ama 5. Wacha niseme hivi kuna shida ya system yetu ya njia ya kurelease pesa. I think there's a problem because hata ninasema na rais mwenyewe alikuwa anasema hiyo, sijui kama bado anafuatilia hiyo. Hakuna haja ya kupeana contract ukijua hakuna pesa. Mimi nikiwa mbunge wa Bahati, I was assessing my CDF, I had 5 wards. Natoa mishahara, natoa nini yote, napanga mafuta, kila kitu yote natoa. The remaining money I divide in 5 wards. Alafu naambia project yenyu ni kubwa sana, nitajenga na mwaka ngapi? 2 ama 3. Mimi zaidi yangu ilikuwa 2. Ili iwe complete, ili iweze kuwa complete. So I think management and my sister urge you one day tulete hapa tuzungumzie watu ambao wamekufa kwa kufanya contract kwa serikali and they're not paid. Walichukua title deed, long book, title deeds za baba zao zimeenda. I think those are the things. We need to control that. Tukisema serikali hii project ipeanwe, wacha iwe na pesa yake. Wacha tufanye machache lakini iwe ifanye nini? Yatekelezwe mpaka mwisho. Yatekelezwe. Naam. Vile ndugu yangu amesema hapa. Listen. And I want you to listen very carefully. Mimi nimefanya marais wangapi? Unaona my sister iko pale. Unaona iko kitu hapa masikio? Unaona iko kitu masikio? Kuna mtu anamuongelesha hapa juu. Anadirect what to do. Kwa hivyo he is free here and his democracy kutupanga. Lakini also has been advised na mtu yuko hapa juu, wewe usipite hapo, hiyo swali Mr. Namrei. It is normal, mami. So I did not say that the president, all of us are not independent. We are independent, parliament, do your own things. But yule mtu answerable kwa kila kitu ndio mnazungumzia sasa kwa kura ni rais. Yes. Kwa sababu akienda ground ile mambo yote yeye ndio anaulizwa. Haya, tukimalizia umezungumzia ground na awali ulikuwa umekataa, umesema akutelezi, mlima utelezi. Vijana Nyeri wanasema baadhi, wengine wanasema kumeteleza, mlima imeenda, wengine wanasema bado wako. Kwa hivyo kwa hisia zako unaona kwamba hii ziara hii ziara ya Ruto ambayo amefanya mlimani imerejesha imani ya wakazi wa Mlima Kenya kwa uongozi wake? Manake tumeona kwamba kidogo kumekuwa na tashwishi, nambari zinapungua, uungwaji mkono kidogo umepungua, na si ati ni story, ni ukweli. My sister, I feel really unfortunate. Kwa sababu wewe unasema ile kitu hujasema. Mimi si kusema mambo ya kukosa. Nasema vijana kwanza. Lakini umesema mimi, labda ukujua vile umeelezea. Umesema mimi nimesema vijana wamesema mimi Teresa na mimi nasema mlima haijafanya nini? I have not talked that. Hata kidogo. Nasema vijana, wengine wanasema kumeteleza, wengine wanasema imeenda, wengine wanasema bado. Kama vile Matangi amesema, Matinga amesema, these are young people ni watoto wetu. They must differ. Wewe unaonaje? There is a problem politically. Let me tell you, economically can be very good the way tunapeleka, lakini politically iko shida. That one I can tell you that because hata wakati tumeleta watu wengine wa ODM
wamekuja wameingia kwa serikali broad nini government. But you can see instead of working together they are still fighting the same government. So you can see I agree. Iko shida na shida yetu ni viongozi na tamaa yetu, sio kitu kingine. Wanataka mpaka miwe ni mimi, mpaka iwe ni wa Matangi, mpaka iwe ni mtu fulani. Let me tell you, don't die because of anybody. It's only Jesus who died because of us. Sisi wengine, use your common sense, think before you talk anything, because ile mazungumzo tunazungumza mami ndio imeleta shida mingi. Tunawachilia mambo ambaye haifai, na hata ndio ninaomba hata rais wangu, kwa sababu nazungumzana na hawa. Kwa hivyo ni hii ziara umeonaje imemsaidia rais kupata ule uungwaji mkono? Hata rais alireduce kuongea sana, alireduce kuongea sana ili, kwa sababu wewe for example kama wewe ni bibi yangu tufanye divorce na wewe leo uende kunitangaza huko vile nilikuwa bure, I don't perform even in the house, unaambia mama wengine, na mimi taambia wazee wenzangu huyu ndio alikuwa mbaya zaidi. Mimi nilikuwa na perform, sio ndio mbaya zaidi. Mmemwanga mtama kwa na kuku, lakini it is a good assessment for me for the president the way he went in the mlima, kwa sababu saa hii alisikia wakienda na Kimani Ichung'wa ni vita, akienda sio na Mami Mwega. Sasa yeye ajipange kama rais. Ile watu wanasema mimi sitishagwi, you don't talk to the people like that. Kwa hivyo ajipange na watu yake, ajipange na project zake, na saa hii ningemuomba ulizindua project milima, don't open now. Sasa anza kutekeleza, ulisema upewe max. Ukienda unasema nimefungua 2. Ukienda siku nyingine unasema nimefungua moja. Let me tell you mami, na wewe ni mama, miaka 2 yule mtoto atazaliwa leo atakuwa akisema ma atakuwa ameanza kuongea. 2 years ni kubwa sana kwa siasa. Let's be patient. Hii mzungu itakwisha mami, pressure hii itakwisha. Urudi ujue kitu moja nikasema, na hiyo ni very sensitive for me and for Kenyans. Gachagua ile mambo anazungumza, he is my brother, mimi ndio nilifanyia campaign nikana kuingia hapo. Ndugu yangu mwingine huyu Muturi vile anasema, why were they not saying that before when they were together? Why are they saying it now? If they are sincere, hii ni vita personal, tusiingie vita personal sisi. Sisi tuendelee mambo yetu. Asante sana. Niseme tu jambo. Tunamalizia, kuna dakika 5. Tukimalizia mimi ningetaka kusema hivi. Nilifurahishwa sana rais aliposema mimi nimekuja nataka kutenda kazi, na naomba nyinyi miaka 2 ikija nirudi hapa tena, kama sijatenda kazi mnifukuse. Kama nimefanya kazi basi. Hata mimi kama Wamatinga anasema vile vile, huu muda tupunguze kuongea, tufanye kazi. Kama vile gavana wa Kirinyaga anasema tupunguze kuongea, kazi iongee yenyewe. Ningetaka kusema mimi nilisikiza rais akisema binafsi, tukiwa na Rumoro, tukiwa Nyeri, tukiwa Odhaya, akasema kama hizi miradi sitatimisa, kama sitaweza kukamilisha yale nimewaeleza, nikija hapa kuomba kula msinipe. Kwa hivyo siasa tuashia hapo, tugoje miaka 2, ingawa inaonekana kama ni mirefu sana, itaisha. Na kisha tutarudi kwa siasa, tuseme rais uliagiza hii, ulisema hii utafanya, umefanya au hujafanya. Sisi watu wa mlima ile kitu wanapenda ni maendeleo. Na niseme hakuna mtu binafsi anaweza ambia watu wa mlima enda pande hii ama pande hii. Kibaki tuliyekuwa tunampenda na kumwenzi sana, alipotubadilisha uongozi alituambia tuende kwa mtapati. Neno la mwisho tusikie, neno la tuondoke maana mdomo kwisha. Rais ni mtu mngwana, na sisi hatupigi serikali yake kwa kwamba hatukumvotea. Wengine wetu tulimpigia kura, lakini anapoenda vibaya lazima tumrekebishe, because ni rais wetu. Na ndio maana tunasema hivi, rais kuna vitu ambaye amefanya. Nitampa pia pengine kuongezea senator juu pengine senator anazidi tu mlima, angalia pengine vitu zote ambazo rais amefanya. Rais kitu moja ambayo mimi nimeona nikiwa witness, as much as watu wanalalamika kuhusu SHA, kusema ukweli SHA ambayo watu wanalalamika, mimi ni mmoja ambaye imenisaidia mimi. SHA ni kitu mzuri, ni ile tu kuna lapses ndogo, rais aangalie, aifunge hizo lapses, na Wakenya watafurahi. Na wacha nikuambie rais, the fact that tunakupinga kwa vitu zingine, kuna vitu ambavyo unafanya ni mzuri, na hiyo ndio nchi. Na sisi ndio, na sisi opposition wenye tunakupinga kama vijana, sisi hatukupingi tuchome nchi, tunaweka
ile hata utapotoka ule rais atakayekuja ataenda na huyo mtaratara. Haya, asante sana mtazamaji. Huyo ni John Mark. Tuondoke jamani, tuondoke. John Mark Ababu ni rais wa Kenya Youth Organization, ndiye ameweza kuzungumza hivi sasa. Upande kule kando kabisa Kimani Ngunjira ambaye ni mwanasiasa aliyekuwa mbunge wa Bahati, na upande huu karibu na mimi ni Wahome wa Matinga ambaye ni seneta wa Nyeri. Nawashukuru sana kwa kuja. Natumai kwamba Wakenya wamepata mengi kutokana na zile sehemu ambazo mmezungumza, na nawashukuru kwa muda wenu. Mtazamaji pia nakushukuru sana kwa muda wako. Jina langu ni Busara na Aman, na tunamalizia awamu ya Kiswahili. Nampisha Linda Koskei atupatie maoni ya Wakenya tena mitandaoni kabla ya kupisha kundi zima la Kimombo. Kwaheri. Thank you so much, Busara. Great conversation right there. But before we transition to the 9 p.m. primetime bulletin news, as well as the English team for the People's Dialogue conversation, let's get some feedback on what Kenyans are saying in regards to this particular conversation today. Let's see. Remember, you can get us on our social media platforms at K24 TV and Kameme TV Kenya. Swali la siku, je, ziara za rais zinaleta maendeleo mahali ulipo? Well, that's the question of the day today. Are there any developments whenever the president visits your area? Eric Mutembei, ziara yake ya Meru, mimi kama mkaaji wa Meru Ruth, alikuwa anakuja, siasa hizo zingine ni ujanja tu ya wanasiasa. That's Eric Mutembei on our WhatsApp line. Johnson Mwaniki, president tours are just political, no developments. He is campaigning for 2027 general elections. Mundia Tala, the president's tour to Mount Kenya was politically driven. Let's see whether we have some more. Remember, you can reach us on K24 TV at Twitter, X, as well as Facebook. Remgius Odhiambo, presidential visits only benefits his sycophants and not the common mwananchi. Kenyans should know they are on their own. That's Remgius. Mudhani Kangeta, rais anatembeza siasa. Amekalia TSC, judiciary, parliament, chapati. Uongo ndani ya uongo, sha haifanyi. Betrayal in the city. Kigaga kimemuozea na vitu vinginevyo, huongea kuhusu tabia zake. We Kiswahili pale Mudhomi. Well, let's check what our Facebook viewers are saying. Mwangi Ken, ati ziara za rais. Majuzi alikuja, akafanya vitu za tu kidogo. But hakuna kitu ilifanya. Baada ya kuondoka mambo yalirudi tu kwa ground. Hakuna maendeleo kabisa. That's Mwangi on our Facebook. Nyaga Maina, ni kama show tu. I'm almost saying ni kama video. Anakuja, anatoa ahadi. Anapiga picha na anaondoka. Sisi tunarudi kwa life yetu ya kawaida. Hakuna kitu kibaya wala kizuri. Almost similar with the other one. Petero Oyo bro. Ziara za rais ni kama kudanganya tu. Anakupatia vitu kidogo lakini hamna kitu cha maana. Kila kitu kinachobadilika ni picha tu. Life inabaki sawa. Petero Oyo. Still on Facebook, Samuel King. Anakuja, anatoa ahadi za tu kazi. Anachapa ni mambo yake tu. Well, Esther Wanja, uwezo gani? Hapa hakuna kitu, hakuna kazi na pesa kwa wananchi. Well, that's Esther Wanja. Those are just some of the sentiments from our viewers on Facebook. Remember, you can reach us on Facebook at K24 TV and at Kameme TV, both on X as well as Facebook. Well, with that, we take a short breather and we pave way for 9 p.m. news. But after that, the conversation continues, the People's Dialogue. See you.